Awali ya yote napenda kumshukuru Baba yetu aliye mbinguni kwa wingi wa fadhili zake na rehema zake nyingi anazotutendea. Hivyo napenda kuwakaribisha katika masomo yetu ya semina za tafiti za mimea kwa magonjwa sugu. Katika siku ya leo napenda kukuletea mmea wa kipekee ambao unaitwa mkonge, katani, na wakati mwingine ni vizuri kuweza kufahamu ya kwamba kwa Kiingereza unaitwaje. Katika hali ya mazoea ama hali ya kujifunza tunasema native tongue. Mmea huu unafahamika kama sisal, lakini katika lugha za kibotania ama kisayansi tunafahamu kama century plant, lakini pia kiasili ama kibotania tunafahamu kama Agave americana. Sasa basi, karibu katika semina za Nutrition Medical Mission of Sanitarium and Global Research Institute Tanzania, mwangaza kwa taifa na dunia, kwa uponyaji asilia, utafiti wa kisayansi na urejesho wa kiroho. Kwa mawasiliano zaidi ni 0743356626. Je, nini ambacho tunajifunza kutokana na mada hii, ama nini ambacho tunapaswa kuambia Watanzania kutokana na mmea huu century plant ama Agave americana? Fuatana nami sasa katika somo hili. Nitakueleza mambo ya kipekee ambayo yatafungua akili zako na ufahamu kwa ajili ya kuongeza maarifa. Kauli mbiu yetu ni tiba ya kweli huanza na maarifa, kuendelea kwa upendo na kufanikiwa kwa ushahidi wa kisayansi. True healing begins with knowledge, grows with love and succeeds through scientific evidence. Mada kuu kama jinsi nilivyokwisha kwambia ni mkonge wa kiasili, tunasema Agave americana, na faida zake kitabibu, asili, historia, faida zake kitabibu na matumizi ya origin history, medicinal benefit and uses. Sasa je, nini ambacho ungependa sasa kuweza kufahamu vizuri? Fuatana nami katika utangulizi wa somo hili. Tunaambiwa ya kwamba mkonge ambao ni mkonge asilia Agave americana ni mmea wa jamii ya Asparagaceae unaojulikana kwa majani marefu yenye miiba na uwezo mkubwa wa kustahimili ukame. Ni mojawapo ya mimea inayotambulika kuwa na nyuzi imara, dawa za asili na matumizi ya mapambo. Kihistoria, mmea huu umetumika na watu wa Mexico na Amerika ya Kati kwa zaidi ya miaka 500 iliyopita kama tiba ya magonjwa ya ngozi, tumbo, viungo na kusafisha mwili. Leo hii unapatikana karibu nchi nzima, mikoa yote ya Tanzania, Kenya, Uganda na nchi nyingine nyingi za kitropiki. Mmea huu Agave americana utakuta. Hivyo, baada ya kuweza kuangalia, sasa fuatana nami tuangalie asili na historia ya mmea huu, yani origin background of this medicinal plant Agave americana. Itokea asili katika Mexico na Amerika ya Kati, na baada ya kutoka mahali hapo ndipo mmea huu uliweza kuenea na kutawanyika katika maeneo mbalimbali. Ulienezwa na Wahispania kwenda Ulaya na Afrika katika karne ya 16 kwa matumizi ya nyuzi, vinywaji na tiba. Mmea huu umejipatia jina kuitwa century plant kwa sababu kutokana na hulka yake ya kuchanua mara moja tu katika maisha yake yote, yapata miaka 10 hadi 25, kisha hufa na kutoweka kabisa, usiweze kuonekana tena. Ndiyo sababu ukaitwa kwa jina moja tu, century plant, ikimaanisha ukiishi mwongo mmoja ama miwili utapotea. Hapa nchini Tanzania mmea huu
Uletwa mwanzoni mwa karne ya 20 kama mmea wa mapambo na uzio wa siri, lakini baadaye ulitambuliwa pia kama matumizi ya kiafya. Hii ndio sababu katika tamaduni mbalimbali za makabila mengi hapa nchini utakuta wakitumia mmea huu kwa ajili ya kuweka uzio, hasa kwa wafugaji kama Wasukuma utakuta. Lakini pia hebu tujiulize swali, plant description, sifa yake ya kipekee inakuwaje? Mmea una sifa ya kipekee ya kuwa na majani mapana yenye rangi ya kijani, kijivu au kijani yenye mistari meupe na ncha zenye miiba mikali. Na hii miiba hutumika pia kama njia mojawapo ya kujilinda dhidi ya wadudu, dhidi ya wanyama wakali, lakini pia dhidi ya binadamu. Na hivyo majani hupanga duara, tunasema rosette, kutoka chini kwenda juu. Unatoa urefu lenye maua madogo ya njano au kijani. Baada ya miaka mingi kisha hufa na kuacha watoto wadogo, tunaita offshoots. Hivyo hustahimili ukame na kukua katika udongo wa changarawe wenye joto kali. Faida za kitabibu, medicinal benefit of this plant, za mmea huu ni zipi? Kitaalamu husaidia matatizo ya tumbo na mmeng'enyo wa chakula. Ulitumika tangu zamani, tunasema medical ethnobotany, yaani katika tiba za kijadi. Juisi safi ya jani la mmea huu Agave americana husaidia kusafisha tumbo, kuondoa gesi na kupunguza kuvimbewa. Husaidia pia kutuliza maumivu ya tumbo na kuondoa sumu mwilini. Jambo la kuzingatia, matumizi sahihi ya mmea huu ni ya muhimu. Kwa mtu mzima ni kijiko kimoja tablespoon cha juisi, changanya na maji kikombe kimoja, kunywa asubuhi kabla ya kula. Kwa mtoto, fuata maelekezo na ushauri wa daktari ama tabibu wa tiba asili aliye karibu nawe, au wasiliana nami kwa mwongozo na ushauri zaidi. Kwa mawasiliano, simu namba 0743356626. Mmea huu ni muhimu sana na ingekuwa vyema tukafahamu jinsi ya kutumia. Jambo la pili, ni msaada mkubwa katika kutibu vidonda na magonjwa ya ngozi. Hasa juisi ya majani safi ya mmea huu hutumika kutibu vidonda, majipu, mapere na kuchoma kidogo. Huchochea kupona kwa haraka kwa ngozi kwa kuongeza mtiririko mzuri wa damu, hasa sehemu ya jeraha. Matumizi yake: saga kipande cha jani, paka juisi yake sehemu iliyoathirika mara 2 kutwa tu. Ukifanya hivyo utaona muujiza na uponyaji sahihi kupitia mmea huu Agave americana. Lakini pia punguza maumivu ya viungo, tunasema ileus rheumatism. Majani yaliyopashwa moto au juisi yake hupakwa sehemu zenye maumivu ya viungo na hivyo husaidia kupunguza uvimbe na maumivu makali. Hii ni kutokana na kemikali za saponin na hikojini zenye nguvu ya kupambana na uchochezi. Jambo la 4 ambalo ni vizuri kulifahamu, mmea huu una utajiri mkubwa wa virutubisho tele kama vitamin C, madini chuma, zinki na kuimarisha damu na kusafisha ini. Pia huchochea mwili kupambana na magonjwa ya kawaida kama mafua na uchovu. Lakini pia tusahau kuwa mmea huu ni msaada mkubwa kwa ajili ya kutibu magonjwa tunaita urogenital disorders, matatizo ya uzazi. Hata ni msaada mzuri kwa mama yule ambaye amejifungua vizuri. Fuata maelekezo sahihi ya daktari jinsi na namna ya kutumia. Lakini pia ni msaada mkubwa katika kutibu mba na kuimarisha nywele. Juisi ya jani husaidia kuondoa mba na kuimarisha mizizi ya nywele. Tumia juisi ya majani ama juisi ya jani ya mti huu mkonge kwa kuosha kichwa mara 2 tu kwa siku. Tahadhari, tunasema precaution, isitumiwe na mama mjamzito, inaweza kusababisha mikazo ya uterus. Juisi hii pia ikitumika kupita kiasi inaweza kusababisha kuharisha au kuchoma ngozi. Epuka kugusa macho moja kwa moja ikiwa unatumia mmea huu. Lakini pia wenye matatizo ya figo au ini wasitumie kabisa bila ushauri maalum wa kidaktari. Tuulize na turudi kujiuliza swali, ama je, nini muundo wa kemikali wa mmea huu? Muundo wa kemikali wa mmea huu tunaisema
phytochemical composition. Mmea huu umethibitika kitaalamu kuwa na utajiri wa saponins ambayo hupunguza mafuta mabaya mwilini, tunasema low density lipoprotein, lakini pia hicoginin na tigoginin ambayo hutumika katika dawa za steroidal anti-inflammatory, lakini pia inulin ambayo husaidia afya ya utumbo, na vitamini C, madini chuma, zinc na magnesium pia huimarisha kinga na damu. Karibu sasa katika somo linalofuata. Kwa mawasiliano zaidi ni 0743556626. Je, ungelipenda kupata kumbukumbu za rejea ya somo hili, yani reference? Na zifuatazo ni kumbukumbu za rejea ambazo zitakusaidia katika kujifunza ama katika kujifunza zaidi na kufuatilia somo hili. Katika moja ya kumbukumbu hizi ni pamoja na hizi zifuatazo: Trojo Torres GC, Gen GM and Kristeni Hans MGM 2018. The Yucatan Peninsula is the place of origin of Saizo agave cicerana. Botanical Science 96 2, page ya 366 up to 385. Lakini pia Ayubu SMH 1982, Phytochemical Studies on Agave Americana Ray, Planta Medical 46 bracket 8 1902 up to 196. Lakini pia Brick M and Achigan Daco E 2012, Agave Americana Ray, Ploto for you, Wageningen, Netherlands. Hizo zote ni msaada mkubwa ambazo zitakupatia maarifa ya kutosha, lakini pia unaweza kaongezea hapa Rios JR M Reseo MC 2005. Lakini pia medicinal plants and antimicrobial activities. Karibu. Malaba, jambo. Ndio anasemaje? Ingia uchukue. Lakini pia gazeti la Journal of Ethnopharmacology page ya 100 sehemu ya kwanza na ya pili, kurasa wa 80 hadi wa 84 ni msaada mkubwa. Na mwisho Encyclopedia of Botanical Science and Agave Plants. Hizo ni miongoni mwa kumbukumbu muhimu za rejea ambazo zinaweza kupa msaada mkubwa na mwanga mzuri katika kujifunza somo hili Agave Americana Ray. Lakini pia kwa wale wanaohitaji kuendelea kujifunza zaidi, unaweza ukasoma pia tafiti za daktari wa mimea J.C. Kurian katika kitabu chake cha Healing Wonders of Plant Volume 1 na Volume 2. Karibu sasa katika masomo ambayo yanafuata. Kwa mawasiliano zaidi ni 0743356626. Nyote mnakaribishwa.